ile Lailatul Qadr ni yani kuseme ni kila mtu anaipata, lakini itategemea na kile kitendo unachokifanya ama mahali ulipo, ama ni watu maalum ndio wanapata Lailatul Qadr. Kwa mfano, tuna ndugu zetu ambao ni Wakristo, wao wanajiita ni watu wa Nabii Isa, lakini mimi kwa imani yangu naamini ni umati Muhammad. Sasa yule mtu pengine atakuwa yuko baa yualewa, na ule usiku ni wa Lailatul Qadr. Na kuna mwingine kwa mfano Muislamu lakini amelala, bado anahesabika hawa watu, na mwingine yafanya ibada. Sasa hao watu watatu wote watakuwa wamepata Lailatul Qadr, lakini inahesabika amelala miaka hiyo 83, ama yule amelewa miaka 83, ama yule amefanya ibada miaka 83. Swali langu ni hilo. Swali zuri sana. طيب, masala ya Lailatul Qadri ni masala mapana sana, na wanaoviona wamezungumza kwenye vitabu vyao, na wameandika vitabu special yani vyenye kuzungumzia masala ya Lailatul Qadr. Lakini kwa uchache sana, hii masala ina base sana kwa wale wafanyaji ibada. Zile ibada watakazozifanya ndio zina thamani ya ubora wa miaka hiyo ambayo ni 83. Bimaana yule ambaye atakuwa amelala haambiwi kwamba kalala miaka 83, la, kwa sababu kule kulala kwake ni jambo la kawaida tu la adi. Kwa hivyo maana yake huyu kalala kakosa fadhila za ibada za miaka 83 mbele. Haambiwi kwamba kalala miaka 80, haiko hivyo. Lakini sasa kipengele ni kwa yule mwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye dhambi yake yawezekana ikawa ni dhambi kubwa mno. Siwezi kusema kwamba dhambi yake moja kwa moja kwa kauli ya mkato. Hatuwezi kusema kwa kauli ya mkato kwamba atakayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Lailatul Qadri ni sawa sawa na mtu amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa miaka 83. Kwa dalili yani ya mkato hatuwezi kusema hivyo. Lakini ukigeuza mafuhumu al-mukhalafa, yani ufahamu wa kinyume, ikiwa atakayefanya amali njema ikakubaliwa, ni sawa na mtu ambaye amefanya ibada kwa miaka 83. Kinyume chake mwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, uzito wake utakuwaje? Yani wewe fanya tu, geuza kinyume mafuhumu al-mukhalafa, utaona uzito wa ile dhambi katika ule usiku ambao tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika huteremka na Jibril mwenyewe huteremka biidhni rabbihim, kwa idhni ya Allah, wamejaa malaika. Wakati huo ndo mtu anamaasi Allah subhanahu wa ta'ala kweli. Kwa hivyo sina dalili ya kusema moja kwa moja dhambi yake ni sawa na dhambi ya miaka 83. Kama ipo pengine baadaye tukija tukipata tutatoa maelezo mengine, lakini tunachoweza kusema ni kwamba dhambi yake ni kubwa sana. Ule usiku unashuhudiwa ni usiku mkubwa wa ajabu kabisa.